Natumai upo salama. Karibu tena, jina langu ni Felix Mwanda. Katika mambo ambayo tumekuwa tukiangalia ni kuhusiana na kifo na vifo ambavyo vimetokea na akatajwa kasisi wetu Pastor Ezekiel katika vifo vile. Ila jambo fulani limefanyika leo. Tumeweza kugundua kisa na kesi yake Pastor Ezekiel kuandamwa hivi sio haswa yeye ni mtenda dhambi. Ni kwa sababu kuna a lot of forces behind kukamatwa kwa huyo mtu. Sijui, unajua kuna pia tuseme tu tukubali kuna Illuminati na kuna hizi zingine twazitaje Freemasonry zipo. Nguvu za giza, watu wanaoabudu na kutumikia shetani wapo katika Jamhuri ya Kenya. Sijui mwanielewa, lakini wapo na wanafanya kila wawezalo kuweza kufanya mambo ya Mungu yasikwende mbele. Ndio maana ukitazama kwa sasa mimi nina udhibitisho na naweza thibitisha kwamba sio yote yanayofanyika hapa ni mambo yanayofanyika kwa ajili watu wanataka haki itendeke kwa wale inadaiwa Ezekiel alihusika na mauti yao. Inafanyika kwa sababu kuna watu wamelipa kiasi fulani cha fedha. Kuna watu wamejitolea mhanga kuhakikisha Pastor Ezekiel atawekwa ndani. Kuna watu wamejitolea kuhakikisha Pastor Ezekiel ataumia na ataweza kuogopa na kushy off kueneza neno la Mungu. Kwa sababu nimesema hivi nilipi. Maafisa wa polisi walikwenda kwake Ezekiel siku ya Jumapili wakafunguliwa. Iyo shamba ni ekari 300 kule Mavueni. Wakaanza kufanya uchunguzi, wakitafuta makaburi labda yamechimbwa na kuzikwa. Wakafanya forensic analysis, wakafanya kila wawezalo kuweza kutafuta ushahidi wa kumfunga Pastor Ezekiel, lakini hawakufanikiwa kupata hata chembe ya ushahidi dhidi ya kasisi huyu pale kwake. So now wameshindwa kupata ushahidi wa kutosha wa kuweza kumfunga Pastor Ezekiel. Kile wamejaribu sasa kurudi ni kwa mawakili wake wanaomwakilisha. Sijui mwanielewa. Wametoka kwake, wamerudi kwa mawakili. Ndio maana saa hii asubuhi hii tumepokea taarifa kwamba lawyer Cliff Ombeta ama wakili Cliff Ombeta ambaye anamwakilisha Ezekiel anadaiwa kufanya kazi bila lisensi ya kuwa wakili kwa mwaka wa 2021 na mwaka wa 2022, 2021 and 2022. So wamemwacha Ezekiel wakakuja kwa Cliff Ombeta. Ndio maana ndio Cliff Ombeta ajiondoe kwa kesi ya Ezekiel, ndipo Ezekiel akuwe na nafasi kubwa ya kushindwa. Sijui tunaelewana, sijui tunavutana, tupo kwenye same boat, tuna sail kwa barabara moja. So baada ya kwenda kule, Cliff Ombeta mwenyewe amesema kisa cha yeye kuweza kuambiwa hana lisensi ya kufanya kazi si eti kwamba hana lisensi, maana lisensi yake ya mwaka 2022 inamkubali kufanya kazi. So what is happening ni eti wale watu wanajaribu kuchimbua na kuleta visa vya baadaye ndipo asichukue hii kesi ya Pastor Ezekiel, maana wanajua huyu ana uwezo mkubwa sana wa kubadili kesi ya Pastor Ezekiel na kuwa mshindi na kumuondoa Pastor Ezekiel katika yale ambayo yamekuwa akimkumba. Ndio maana nakwambia hawa mashetani, mafidhuli, mabaradhuli wanafanya kila wawezalo ndipo kumuona kasisi wa Mungu amebaki kule gerezani na atoke aendelee kueneza neno la Mwenyezi Mungu kama jinsi ambavyo amekuwa akieneza. Na sasa hilo ni jambo pia linaweza kuleta mambo mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Maana why should somebody fight so hard? Mbona mtu afanye kila kitu awezacho? Yani remember, this is doing everything in your power to make sure that this guy stays in prison. Tunavuta aerial. So that's what baffles me. That's what brings me to the ideology that this is not about justice. This is about castigating a man of God and stopping the spread of the gospel, the true gospel of Christ among the people that follow this guy. Because unajua
katika nyakati zile za kitambo, wakati neno lilikuwa likienezwa na wale wafuasi wa Mwenyezi Mungu, na acha niseme madisaipo wake Yesu, wengi walifungwa gerezani na Mafarisayo ambao hawakutaka kulisikia neno la Mungu. Wengi walikatwa vichwa wakauawa hadharani ndipo wasieneze neno la Mungu. Wengi walipigwa na kukatazwa hata kuingia katika sehemu nyingi katika ulimwengu ndipo wasieneze neno la Mungu. Kisa na sababu ya kufanyiwa yote haya ni kwa sababu wale walikuwa wakipigana nao walikuwa wanajua hawa watu walikuwa wakiishi na mtume, walikuwa wakiishi na Mungu na mwana wa Mungu. So wanajua mengi kuhusiana na neno la Mungu kuliko sisi tunavyolijua neno la Mungu. So kile tutakacho kifanya na kile ambacho tunaweza kifanya ndipo kuweza kuonyesha ukweli ya kwamba hawa watu si watu wa Mungu, ni tuwaondoe tu, maana tumeshindwa, mafunzo yetu yameshindwa kutambulikana kama yao. So what should we do? We should kick them out. We should kill them. We should remove them from the picture. They are a threat to us. So wameshindwa kupata ushahidi kwa Ezekiel. Wameshindwa kueneza narrative ya uongo kwake Ezekiel. Wameshindwa kufanya ionekane zile hela anazo ni za uongo. Wameona turudi kwa wakili wake. Turudi kwa wakili wake, tumkanyange wakili wake kichwa, awachane na hii kesi, na akiwacha hii kesi tutakuwa na nafasi kubwa sana ya kumshinda huyu jamaa. Maana wakati alikuwa na yule wakili wake mmoja yule, tulikuwa na nafasi kubwa sana, lakini wakati huu nafasi yetu ni finyu sana. Sijui tunaelewana? Ndivyo mambo yalivyo, ni ulimwengu ambao tunaishi. Tuungane katika video zetu zijazo. Jina langu ni Felix Mwenda. Hii ni FM African Documentary. Subscribe.